Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In case you're new to this channel, my name is Phyllis Morat. To the new subscribers, guys, hit that subscriber button below and let's grow together. To my returning one, already you know the vibe, guys. Thank you always for coming back to watch my videos, guys. What's trending, what's popping? Nilisema vitu zikitrend, mimi nazipop hapa guys. Yeah, Mulamwa and Ruth K. Mulamwa ashaongea kitu ilifanya wakakosana na Ruth K. Guys, do you think what Mulamwa anasema it is true ama amedanganyilia? Guys, nimeingia pale TikTok naona wengine akisema hatuwa uji wanaume wanaweza ongea ufikirie ni ukweli, wanaume wanaweza ongea ufikirie kila kitu ni ukweli but ni uongo. So mimi sitaki kuongea mingi because mimi nataka nyinyi wenyewe ndio mniambie kwa comment section. Mimi nitawekea hizo video za Mulamwa then uniambie what do you think. Mzae wangu kwanza alikuanga best yake mbaya. Alikuwa anamtumia Bible verse. So siku moja mzae hata amemtumia Bible verse. Madam akamwambia usiwahi nitumie hizi Bible verse tena. Kaa na hizo verses zako huko. So I was like, hey, disrespect imeanza kuenda paka kwa wazazi na vile mzae wangu yeye anaanga maneno ni mshida kuona mtoto. Anatumanisha mtoto aletwe. Niko like, unatumanishaje mtoto tena aletwe? Mnakutana places weird. Kando ya barabara tu umeletewa mtoto. Sasa bwana mnakaa ni kama mna abduct. Yanto amekaa hapo amesimama amepiga miayo. Nikamwambia this is not how it should be done. I understand kama ni co-parenting. Hata nafikiri sheria inasema mtoto analetwa mpaka kwa gate ya the other parent. Nikimalizana naye namleta mpaka kwa gate. Si kupatiana mtu kwa barabara peleka. Naletwa kama mzigo peleka. Alafu tena siku nyingine nikacheka sana. Oyando tulikuwa tumetoka kwa matanga, tulipiga picha tukaweka online. So watu wakasema, tumekuona na Oyando mko pamoja." Hakuna kitu anachukia kama watu kusema tuko pamoja. So mjue hiyo from today. We are not together. We are not clout chasing. It's over. It's done. Done and dusted. Kila mtu anafanya vitu zake just for clarification. Watu mpaka walikuwa wananiambia Mulamwa una clout chase ati uuze show. Mpaka nikawaambia kweli hiyo inahusikaje na kuuza show. Sasa hizi mnasema una distract maandamano. It's just a coincidence. Plus when we post we usually don't know ati hiyo kitu itakuwa kubwa or small. Unapostingi video yako inapata hata likes 10. Siku nyingine unapost napata 1 million. Kwani uko sure aje ati hiyo itafanya sijui nini? There is never a surety. So mimi nikasema mimi kama mwanaume manze mimi itabidi nimejisimamia cause no one is coming yo. Kama umesahau kumbuka tuko ndani ya one pod. Nasema kuna day mtoto ameletwa na amevaa nguo the same na alikuwa amevaa kwa matanga. Nguo the same. By the same namaanisha shati, tai. Shati ilikuwa shati long fulani, kiatu same. So that ukipiga picha hiyo siku ikae ni kama ni ile siku ya matanga. Isikae ni kama mlipatana siku nyingine tofauti. Sijui kama unanipata. And I'm like, yo, hizi hesabu mimi nakuanga nazo zote. Tuko kwa mall hata naweza amua basi ni buy zingine zote avae tupige hata kapicha nini. But nikasema it's not totally worth it. So kumekuwa na back and forth mingi mpaka nikamwambia ni aje kama mtoto atakuwa anaweza kukua delivered nyumbani. Kwa vile alikuwa na insist mpatanange na mtu huko nje na si hata anamleta anatuma mtu amlete anakuletea mtoto kanda barabara napatana tu Rivers mmesimama hivi kwa basement. Sasa hiyo ni meeting gani? What can you do with the boy? Nothing. So nikamwambia mtu inafaa kuja nyumbani. Na nikimalizana na yeye analetwa nyumbani ama mimi namleta nyumbani niko na gari ni ya kubeba mtoto asikie vizuri nyumbani. So kuna day hata tumepatana na mtu huyu nikamrudisha mpaka kwa gate yake na huyo mtu alimleta nikashukisha nikamwambia ingieni ndani na ni hivyo. Acha nipate masimu. Mbona umekuja mahali mimi naishi? You should not be seen here. You should not be na ni gorofa ni open. Hata naweza chukua nyumba hapo manze. So wezi kazia mtu kwenda Ruaka. Sasa unanikazia aje kwenda? Ni kama unakataza mtu usipite Kisumu ati juu huko. Unajua building unaishi mimi naweza hata kuja nichukue BNB hapo ndani mingi sana. Na ni zangu na nikuwe nakuja daily. Hata ukihama hapo uende mahali pengine naweza bado kuja nizichukue hapo na nikujange kila siku. Like wezi kataza, unaona? Plus mimi nimerudisha mtoto. Tuseme nimekuwa naye alafu kitu imfanyikie kwa barabara. Akirudi nyumbani. Watu si watanimaliza. Cause niko mpaka na gari. Mbona nimpeane? Na niko na mpaka na gari. Unaona? As a parent sometimes just be considerate. Na ningependa kuambia madem muache tu kusikiza marafiki sana because watakupoteza because all this
ilionekana tu ikikuja, ilionekana ikikuja. Nilikuwa namwambia cheza chini, hizi vitu unaandika andika, acha kuandika andika. You are just feeding the public for no reason. Utashinda tu kwa blogs, utashinda tu na stress, utashinda tu na fights. Unasema hii Mulamwa hii, unasema hii Mulamwa. Now all the ladies are being supported. Wako 167k subs. Niliangalia jana. So kila mtu ameachiwa inheritance mzuri. Hakuna mtu atai blame Mulamwa. Use your influence well to make something for your life. Sawa sawa. Isikuwe ni influence ya kuleta disrespect. Isikuwe ni influence ya kudhalilisha watu. Not only me, other people. Usipate pesa ukadharau wengine. Live with people well. Both of you, I'm addressing both of you. Inheritance yangu ni hiyo jina ambayo mko nayo. That's the legacy that I leave you with. Not much as at the moment, but kwa will pia nitawaseti mahali. Sitawatoka. Mchuzi lazima mtapata. I think mmesikia mpaka hapo kwenye amesema Ruth K akachukua simu yake, alikuwa amelala akaeka videos. Guys, tulisema kama hautaki kulia kwa maisha yako, wachana na simu ya mwanaume. Simu ya mwanaume inaweza fanya ulie kila siku. So, do you think it's true alifanya hivyo ama hakufanya hivyo? Guys, do you think Mulamwa ndiye ako na shida ama Ruth K ndiye ako toxic? Hebu niambieni kwa comment section. Sitaki kuongea mingi, acha niendelee kuwekea guys. Yeah. So, the material day ilikuwa hivi. Nimewambia msupa akitaka kuenda ataenda tu. Mimi nilikuwa na organiziwa mpaka mademu. Wanikatie bro. Unatumiwa mademu akukatie. Mtu anakukatia, anakutumia hizo mapicha deadly nini. Mpaka unashangaa. Rada ni gani? Kuna siku hata niko kejani, nikaambia mama, unajua ni aje, kuna boy wangu ameniita, nataka niende nimcheki. So mimi nikatoka, akaniambia sawa, wewe enda alafu kama. Kumbe nilikuwa naenda kuona one of those ladies mwenye amekuwa akinikatia, na kumbe ni yeye amemtuma, unaona. So nilifika huko, nimepaka kana na sana nauliza, uko wapi? Akaniambia mzee, rudi nyumbani, acha mchezo. Hiyo mchezo yako, enda uoge, cha ujinga. Enda uuze uji, rudi hapa. So I don't know if it's ethical to subject somebody into such temptations and they are really pressing. That's a person. Kuna mtu amekuja na radio hapo. Lakini haisikiki, si ndio? That's a person mwenye anataka tu kuenda. That's why nimekwambia mtu akitaka kuenda ataenda. And if that doesn't work out, then unatafutiwa makosa ingine na ingine. Mimi nilitafutiwa makosa endless mpaka at the end nikakubali, sawa, kama ni hivyo then, because pesa ishaingia, nyumba haikaliki, mtu anafanya vitu vile anataka, ukitoka ametoka. Wewe utarudi anaingia saa 8. Na nataka tu vitu zikuwe sawa. In the name of nimekuwa na meet friends, tumeenda out. I'm like, what do you lack? And I told her, in Nairobi tumekuja kutafuta, si kutafutana. Tumekuja kutafuta. That's why nimekuhamishia place mzuri, unaweza shoot content yako vizuri, you can make your own money. Nikamwambia the first thing usifanye yenye si tulifanya kama vijana wadogo ni kufanya interviews. Nikamwambia madamu, usiwahi jikuta kwa interview ati unaongea. Sisi tumechoma sana kwa hizo vitu. And that's why you have never seen her kwa interview anywhere. Nikamwambia the less people know you, the less they will have to attack. Unanipata? So hujaimwona kwa interview yote. Maybe kama ataenda saa hizi, of which akienda bado ni maneno tu. Itakuwa ni maneno after maneno after maneno after maneno. Sijakataa uende, but ukienda inafaa ukuwe sure unasema nini kwa nani, kwa sababu you are talking to people you don't know, people who don't care, people who will bash you like nonsense and they will forget and move on like nothing happened. So nikamwambia interview kwanza achana nazo. Si uko tu sawa unafanya kazi yako, what do you need them for? Mimi nilimess in those interviews kitambo, so don't be like me. Cheza chini, maintain, mind the friends you keep, mind the photos you take, because inafikanga mahali wanazitumia vibaya. Wanazitumia au marafiki wanafanya nini? Wanazitumia kwa njia zisizo. So fast forward, kuna siku nimekaishwa kwa meza, nikaonyeshwa picha. Is this your car? Nikamwambia ilikuwa imepakiwa kando ya barabara. Akaniambia kuna mtu amenitumia hii picha, akaniambia ameona gari yako. Nikamwambia mama, gari yangu kila mtu anaijua, Mercedes ya black KDL, kila mtu anaijua, inapigwanga picha kila mahali. So mtu akikutumia sidhani iko na makosa yote. Akaniambia hapana, niliambiwa ulikuwa na mtu hapo. I was like, mtu mgani? Mimi gari natembeanga nayo kila mahali, niko na cameraman ndani, nimebeba
crew yangu, sometimes niko peke yangu, sometimes gari imepeanwa iko na mtu mwingine, so you never know. So akaanza kuniambia, wewe lazima unaona watu huku nje. Na picha nimepata, na hisi ya kwanza natumianga mapicha za gari yako ukiwa Thika Road sijui wapi. Nikasema picha utapata mingi. Gari yangu ikisimama, hata juzi tumekuwa grao tukicheza football kwa Sani FC. Gari imepigwa picha kama nonsense. Watu wamepiga because wanafurahia success, na mtu akipiga nayo picha anasema siku moja, one day one time I will want something like this. So we just brushed off that story like that. And after some few days tena ndo sasa ngori katokea. Show imekaribia, ni kubaya. Nao kukakuja demands. Akaniambia hatuwezi ongea on phone. Kuja nyumbani tukae na wazazi, tuongee kitu, tumalizane nayo. Hiyo ni Wednesday. So Wednesday Oyando amedrive usiku mzima. Kumbuka show ni hiyo weekend. Nikukutana na clients, kuuza tickets, kupanga deco itakuwaje, kupanga wasanii, kulipa madeposit, kufanya nini. But I still had to go home. Nika travel usiku mzima. Ilikuwa Wednesday or Thursday. I think Friday ndo nilikuwa huko. Na imagine show ni Sunday. Friday nimeenda mpaka Kitale. Tumekaa meeting, mzae wangu amekaa, auntie yangu amekaa, wazazi wake wamekaa, tumekaa chini. We spoke for around 5 hours seated. Kila mtu tuka highlight weaknesses za kila mtu. Tukasema kila mtu atachange, kila mtu atawork for the better. And the deal was kesho yake tunarudi Nairobi wote kwa nyumba. Hivyo ndo tulimaliza. Mpaka walitupatia time, endeni kwa gari muongee. Tukaenda kwa gari nje, away from the parents. Almost 2 hours just speaking and ironing out our things. Ikakuwa poa kabisa. Kabisa. So the following day, of which ilikuwa Saturday. Juu nafaa nirudi, show ni Sunday. Manze, nafaa nirudi. Siwezi kumbuka timeline whether it was Friday or Saturday, but it was around there. The show was so near. So near. Bye. So ilikuwa tupande wote gari turudi because my car was empty. Now, ngori ilitokea the following day. Akasema hapana, siwezi rudi leo, sikuwa nimejipanga. Wewe fanya hivi, wewe enda, mimi nitakufuata. Na the deal was yeye hata atakuwa kwa show. Alikuwa anasema hata show atakuja because tushaongea, mambo imeisha, tumekubaliana, and we said we work better on ourselves. Kama anadanganya pia naye ako na channel, ako na mahali anaweza ongea, anaweza enda aseme hata pia naye atuambie. Na kama unataka kuact mature ati she doesn't talk, kuna upuzi naendeleanga hii online, ati mtu mwenye amenyamaza ni mature. Unaweza nyamaza na bado wewe ni pumbavu wa mwisho. Si ati kuongea wewe ni fala. You could be also be speaking a lot of sense, unaona? So mimi nikarudi paka Nairobi. Haya. So alikuwa ameongea paka na aunti zangu, atakuja nao. So vile nilirudi na yeye pia akapanda gari akarudi Nairobi. Piga pause. So kurudi Nairobi, madam hakuwa anarudi kwangu. Alikuwa ashachukua nyumba. Alirudi kama ameenda wapi? Kwake. Sawa, nyumba yake huko Ruaka, I think ni Ruaka Ridge huko. Kitu kama inasikia nilikuwa naiona inaitwa Ruaka Ridge. Ruaka Ridge apartment or something kitu kama hiyo. Huko ndio alienda kuingia. Sijui ni Ridge ni area inaitwa Ridge ama? Juu. Ni huko Ridge huko ndani. Wenye alimpeleka ni marafiki. Nao pia wanakaa hiyo Ruaka tu bado. So I was like, why is this happening? What's going on? We spoke. Nini naendelea? Ikafika siku ya show. Najaribu kupigia maanti zangu. Mnakuja naye akasema, tumeongea na yeye tunakaa. Kufika saa ya show jioni, anaambiana ati hana nguo ya kukuja show. I was like, hii imetoka wapi tena? The Ruth that I know, Ruth arudiangi nguo. Hii inafaa mjue from tukue na yeye, na najua hata from today si rahisi because ni mtu anapenda fashion, anajua kutafuta manguo, anajua kutafuta zidesigniwe, zitengenezwe. Anakuanga na nguo kama 10 at any point mpya. So I was like, hiyo ni uongo. Huyu ni mtu tu anataka kunimaliza ama anataka tu show yangu asikuje ilete issues and stuff. Nikasema ni sawa. Mama auntie wakakam show tukapiga, it was very successful. Hata hakuna mtu alinotice hakuwa. Hata hiyo story hata sidani ishaongelewa ati hakukuwa show ama sijui nini. But alikuwa Nairobi, amekaa tu kwa nyumba vizuri, ni mtu ambaye anajaribu kukupunish on your most important day. Unaona? Ni kama siku yako ya graduation, mtu wako akose kukam ama mtu una trust sana akose kukam, una feeling the highest form of betrayal. Hata kama kuna 10,000 people but that one person is not there. Inakuanga ni una feel ni kama umedungwa tu. Manze tumsumari and stuff. So hiyo vitu ilitokea hapo. Nikastukia madam ndo huyo amehama sasa.
Kesho yake ni ma YouTube sasa, mimi I'm out, I'm doing this, like sasa tu ni vitu tu za kipuzipuzi, like rubbing it all on your face, mention upuzi huko, like vitu zinakuonyesha wewe as a person madhara fulani. That's when I posted we have broken up. Hiyo time, that is some time before I posted we have broken up, because nilikuwa najua huyu mtu ni mtu atakuja kukosa kukua hata kwa show. So sitaki nikifika kwa show huko niulizwe ako wapi, ndio nikapost ile we have just broken up. But then during that short period again we amended things, everything. Unanipata? So it was, ilikuwa really a very trying moment. Before hata iende public, mzae washatumia hadi iliandikwa hapo usijui nini. I immediately texted my dad. Dad, I know I've been sent such a video, nini, I'm so sorry. Mzae alinilima beauty. Hadi wale, I have never talked. I don't know what he thinks about me. I don't know how he feels, because my dad is that person that he doesn't talk out, he doesn't. So, unajua mtu ananyamaza, uwezi jua alikujaje, but I texted him, sijui, but as a parent, because I have a kid, I will never want such things to happen to my son or any other kid that I will ever have, because from a parent's perspective, this is so sad. I will never want, like, from my kids, vitu kaa hii happening as a parent, because it's a lot. But what? Will we cook, or we just cook off camera and come back and serve? But it will be okay. So I just felt like I should do this video and cook and share with my mom, because she's the one who is around, and she's Mona that next scandal really happened. I think she was confused, because same time alinipata airport. He was like, I was like, mom, akonanga ndege usiku, sijui saa 6, sijui saa ngapi, saa 5, saa 4. Alikesha airport akingojea flight ya 6, June 6:15 ama 6:30. By 8 she was here. She was like, it will be okay, you see. I understand, I feel her as a parent. As a parent, this is a lot, but she has been there these last few days. She has been here, encouraging me, like telling me life happens.
things has to go on, and for sure it's getting better. It's getting better every day. Itakuwa tu sawa. So I just felt like I should cook a meal. Her favorite meal is matoke. Her favorite meal is matoke. SJ pika matoke kwa hii channel. So it's my first time because that's her favorite meal. Cook chicken for her. Niko na some beef stew pia. Niko na watu wengine hapa wako na allergy ya chicken. So I'll cook it. Karibu niko nayo. Tatry. Nikiweza nitapika kwa camera. If not, I have to get off. Nipike, then we serve and we eat. But it gets better. So guys, forget leave. I was not able to vlog. Kababa hapa alisema hizi ngo. You can't wait. No. You can't wait. You can't. Alisema lazima kule yake ndio inamsaidia matoke na you can't wait. Kitu watu wajaijua na watajua leo ni ati mimi na yeye we are neighbors actually from the same village. Kutoka kwetu kwenda kwao unatembea tu dakika kama 10 utakuwa umefika. I know that's a bombshell but it is what it is. That's why watu walikuwa nauliza na huyu mtu ametoa happy accent ya Waluya haraka. Ni mtu wa home. And tumeonana tangu akigrow from mdogo to where we are now. From people wenye amedate tumeona. And kulikuwa na time hata Mulamwa yeye hangemuongelesha because level bana ilikuwa chini, but as a man you work yourself up mpaka ufike mahali sasa I can speak to this one. Sasa tunaweza date hata models wa pale Dubai because we are working towards that. And hiyo ni kitu, hiyo ni part. Najua hata kameramani ngori katokea. Ngori ilikuwa ni mimi nilikuwa natumia simu, mtoi akataka kuwatch cartoon. Mimi nikampatia. Usingizi ikanibeba. Morio akalala. So simu siko na mtoi hapo iko open. Mimi hata password si alikuwa naijua cause sidhani kama kulikuwa na mambo mingi hapo ya kukatalia. So after nimelala, kumbe mtoi amenyang'anywa simu. Simu sasa iko kwa committee ndio imekalia. Committee ndio imekalia runinga sasa. Sasa ni kutengeneza, ni kuangalia, ni kuchambua nani ametumiwa pesa, nani hajatumiwa, nani ameongeleshwa, nani hajaongeleshwa. Kumbuka, this was 2 weeks to my show. Let me explain. Ilikuwa deadly mbaya, lakini kijana aliingia hapo kama ako down. Ile down ujaiona because the previous weekend that week was total hell. Because ile day sasa tukirudi hapo back, Mwalimu Toya alikuwa na simu akaichukua. Madam amego ahead aka create group, akaeka watu ndani hivi. Alikuwa akiona profile picture yako ni ya msichana, wewe kwa group. Kuna mpaka wanaume walioko huko ndani. Unapata by wanaume na mimi alienda kwa inaitwaje? M-Pesa. M-Pesa messages. Akaona mtu umekuwa ukitumia domu ukirudishiana, umetumia huyu 2K, tao nini. Akawaeka ndani wote, anafikiria labda ni madem hata wanatumia namba za maboy au kitu kama hiyo. Yet ni majamaa tunachezanga nao pool. Anipata. So jonga pool kama unacheza 500 game ikiisha unamtumia. Ukimkula anakutumia. Kama ni tao 2 si ucheza mpaka chwani. So akaona hizo messages transactions akasema lazima hapa kuna kitu. Amewasunda kwa group wote mpaka maboys sisi uchill nao ndani ya hiyo group. Madem kama tu hi ndani, nini ndani, everybody ndani. Haya machats, screenshots kacha. Na unajua simu ya msanii vile ukua manze. Sisi unaweza sema Mulamwa anakaa vibaya. Mulamwa is not attractive. It's only to you. To some people manze mimi ni keki mbaya. Keki like mtu alali amki kwa sababu yangu. So unapata wamekutumia everything. By everything I mean everything. Per day mimi upata more than let's say more than hata 50 ladies wamekutext, wamekukatia, na kwa hao 50 karibu 20 wametuma hizo mambo. So unanielewa? So zingine hata wewe uja accept because my number is in the public domain, wanaziweka tu hapo. Then most of the ladies tulikuwa tunaongea nao ni watu walikuwa wanataka tickets because unapata kuna mwingine ameshindwa kununua, kuna mwingine anataka kununulia mtu, wengine wako majuu wanatuma do, mimi na buy tickets kwa sababu ni show tunataka kujaza. Hiyo time group imetengenezwa. So asubuhi mimi naamka,
ilitengenezwa usiku. Watu wamewekwa hapo ndani na message imewekwa. So group imefunguliwa na namba yangu. So hao wote wanafikiri ni mimi nimefungua. Yet mimi nafanya nini? Nalala. Hiyo kitu ilinikasirisha sana. I was like, why go to that extent? Alafu naandika hapo, guys, this is Mulamwa's side group. Ilitwa Mulamwa side chicks. Mulamwa side chicks. Alafu akaandika message mrefu hapo, watu waende wakapimwe, watu waende wapimwe gonorrhea, ati I'm not safe. Sasa unaambia watu hata hatujai meet na wao. Unaambia paka wanaume story kama hiyo. Alafu hizo ma screenshots za machats amezichukua, ameziweka huko ndani. So asubuhi mimi niliamka, sijaona simu. Nimeenda nimechangamka, nashangaa nyumba iko na, unajua ile mood fulani. Unasalimia Mbocho, mambo, mambo. Mbocho ana shida. Madamu ukimsalimia ni kama anasonga songa. Sasa mimi nashangaa kunaendaje hii town? Because sijaona simu. Yeye anafikiria mimi nimeona simu, nimejam. Nikaoga, nikakunywa breakfast ndo nikashika simu. Hii time yote the lady anakaa tu weird like ni kama anangoja kuna kavurugu kanataka kutokea. So mimi kuingia kwa group napata missed calls zaidi ya 100. Watu wamenipigia. Hati sijui nini. I'm like, what is going on? Kuingia WhatsApp ndo napata group iko. Messages zishafika over 1000. Watu wenye hawajuani huko ndani ndio wanaongeleshana. I was like, kunaendaje tena? Mimi what I did, hata sikuingia kusoma, sikutaka kujua ni nani amewekwa, nani hajawekwa. What I did, I just left the group. Mimi left tu cameraman. Sasa ningefanya nini? Ilibidi tu Nitoe kidogo. Ilibidi tu nijiondoe kidogo. Yeye mwenyewe pia alikuwa amejiweka hapo na namba nyingine. So that aone watu wanasema nini. Mimi vile niliona hiyo message imewekwa pale, mambo na SG enda mpimwe nini. It's like ni dem tu alikuwa na uchungu fulani yenye sijui ni gani. But tuna understand ni ladies na emotions and stuff. So but some point mtu anaendanga overboard. Sasa umeingia kwa mapicha huko, umezichukua, umepost kwa group. Nikaambia sawa. Hao watu mwapostia unawajua? Si marafiki zetu. Hizi vitu wanaweza fanya chochote nazo. Unapata? It's now not in our hands. Hiyo ndo makosa kubwa ungefanya. Kama kuna kitu nimekosa, let's sit down and talk. Kwa sababu hao watu ni watu ambao si familia. Hao wanaweza kusuu, wanaweza kupeleka mahali wanataka because it's their information. Mtu hata akiwa na cancer ni yake. Si ya kutangazia kila mtu. Mtu akikuwa mgonjwa hata akwe ni HIV positive, people living with HIV. Tumesoma shuleni how the code of ethics, how it works. You don't go out announcing and shouting everywhere. Mnajua it's a criminal offense. Mtu anaweza hata kushtaki. I hope Ruth K naye atakuja clear the hair. I think Mulamwa ana clear the hair side yake guys. Yes, sitaki kuongea mingi guys. Umeona mpaka venye nani alikuwa analia kwa nini kwa video yake. Sitaki kuongea mingi guys. Until the next video guys, let's subscribe, like, share, tell your friend of a friend to subscribe to this channel guys. Until the next video guys, bye. Nawapenda. Mwah.